na nyinyi mmekuja na banda lenu hapa, elimisheni. Tunao waandishi wa habari wengi kwenye vyombo vya habari, tuna waandishi wa habari kwenye mitandao ya kijamii. Hawa wote waambiwe umuhimu wa kuwa wanafanya kazi kwa kuzingatia weledi. Tuzingatie sheria, tusiwe na uandishi wa habari unaobagaza nchi yetu. Tuwe na uandishi wa habari unaojenga nchi yetu, unaitangaza nchi yetu, unatangaza fursa kwa Watanzania. Watanzania watumie sekta ya habari kutengeneza pesa, kutengeneza uchumi, na hili jambo linawezekana. Lakini kaimu mkurugenzi, nakupongeza sana jinsi unavyofanya kazi na wadau wale ambao wanateleza, unawaita, unazungumza nao, unawaelekeza, na tunakwenda vizuri. Na sisi wizarani, salamu tulizonazo ni kwamba waandishi wa habari wamefurahi kazi nzuri inayofanywa na bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Najua hili jambo ni gumu, wenzetu wengi hawana, lakini faida yake Watanzania tutaiona mbele ya safari. Hatuwezi tukawa tuna waandishi wa habari, mtu anaamka leo ana kazi tofauti, asubuhi mwandishi wa habari, leo anafanya kitu tofauti, asubuhi anaamka mwandishi wa habari. Hiyo sio sawa, kwa sababu hata kule hospitali huwezi ukakurupuka hapa ukaenda ukaanza kuchana mtu unampasua, lazima usomee, si ndio hivyo? Na uandishi wa habari ni hivyo hivyo, na kuna watu wanadhani labda hii ni kazi nyepesi nyepesi. Sisi waandishi wa habari tuliosomea tumejifunza kwamba kalamu ni hatari kuliko hata bunduki, kwa sababu inaweza ikaandika jambo likasababisha mauaji mengi, wakati bunduki itaua kulingana na risasi ilizonazo. Kwa kalamu ni mbaya zaidi. Kwa ni lazima ili eneo liwe na watu wenye weledi na wanaojua miiko na misingi ya uandishi wa habari. Nakupongeza sana.